Halo, katika sehemu ya pili ya namba utili, na hapa tutajifunza vitu vingi. Kabla tujaendelea zaidi, ni kuombe subscribe katika channel yetu kwa ajili ya kupata video nyingi zaidi. Kuwezekana zitakufaa wewe au zitamfaa mwanao katika kujifunza kwake. Hapo utapata video zote za kisabati kuanzia darasa la 5 hadi la 7. Lakini pia kama kuna sehemu ulikuwa unatamani tutengenezee video yake, kama vile mada mbalimbali zinazohusiana na tehama yoyote, kama inahusiana tu na tehama kuanzia shule ya msingi hadi sekondari, tuna uwezo wa kuitengenezea video zake na tukawapatia. Lakini ni kuombe usiondoke bila kusubscribe. Asante sana. Tuendelee na sehemu inayofuata. Katika sehemu hii tutajifunza kuorodhesha namba utili tukiwa tumeongezewa masharti ya ziada. Kwa mfano, kwenye mfano wetu wa kwanza wamesema orodhesha namba utili zote zilizopo kati ya 10 na 30 zinazogawika kwa 3 au zinazogawanyika kwa 3. Hapa kuna vitu viwili. Kwanza tuorodheshe namba utili, lakini condition au sharti tulizopewa ni zile ambazo zinagawika kwa 3. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni lazima uorodheshe namba utili zote zilizopo kati ya 10 na 30. Tukianza kwenye 10 na 30, maana yake namba yetu ya kwanza ambayo ni kubwa kuliko 10, ambayo ukigawa kwa 2 inabaki moja, itakuwa ni 11. Kwa hiyo tutaanzia na 11. Hiyo ndio namba utili tutakaanzia. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 na 29. Kwa hiyo hatua yetu ya kwanza ni kuorodhesha kwamba namba utili zilizopo kati ya 10 na 30 ni hizi. Baada ya hapo utaanza kuangalia namba ipi kati ya hizo zinagawika kwa 3. Utagundua kwamba 11 haigawiki kwa 3, 13 haigawiki kwa 3, 15 inagawika kwa 3 kwa sababu ni 3 mara 5, 17 haigawiki kwa 3, 19 haigawiki kwa 3, inayofuata ni 21 inagawika ambayo ni 3 mara 7, itakayofuata ni 27, 3 mara 9. Kwa hiyo ni zile namba utili ambazo zinapatikana kwenye orodha ya 3. Kwa hiyo jibu letu itakuwa lipi? Jibu letu itakuwa ni 15, 21 na 27. Kwa hiyo hizo ndio namba utili zilizopo kati ya 10 na 30 zinazogawika kwa 3. Ukipewa swali la namna hiyo, iwe namba utili iwe namba shufwa, hatua ya kwanza hakikisha unaorodhesha namba zote ulizohitajika. Kama ni namba utili, umeorodhesha namba utili zote. Lakini hatua ya pili, angalia zile namba sasa ambazo zinagawika kwa kile kigawe ambacho umepewa. Zile ndo utakazozichukua na zile zingine utaziacha. Asante sana. Tuangalie pia mfano wa pili. Mfano wa pili unasema orodhesha namba utili zote zilizopo kati ya 30 na 45 zinazogawika kwa 5. Kwa hiyo kama nilivyosema hapo juu, hatua yetu ya kwanza itakuwa ni kuorodhesha namba utili zilizoko kati ya 30 na 45. Kwa hiyo tutaanzia na 31, 33, 35, 37, 39, 41 na 43. Lengo la video hii sio kukufunza kuorodhesha namba. Naamini kuwa umeweza kuorodhesha namba. Lakini hapa tunajifunza ukipewa maelezo ya ziada au tunasema condition kwa namna nyingine ya ziada, utafanyaje? Kwa hiyo swali letu baada ya kuorodhesha alituongezea kitu kingine. Alisema zinazogawanyika kwa 5. Kwa hiyo sisi tutaangalia kwenye namba hizo tulizoziorodhesha ipi inagawika kwa 5. Kwa hiyo ukipitia utakuta ni 35 peke yake, 41 haigawiki, 39 haigawiki na 43 haigawiki. 5 mara 7 ni 35, 5 mara 8 ni 40, 5 mara 9 ni 45. Kwa hiyo kwa orodha yetu ni 35 peke yake. Kwa hiyo jibu lake itakuwa ni 35. Kwa hiyo katika ujumla wake unatakiwa kutambua kwamba ukipewa swali la namna hiyo, kuorodhesha namba utili zilizopo kati ya hiyo, kwa hiyo zinazogawika kwa hiyo au zinazofanya nini. Kwa hiyo hatua ya kwanza unatakiwa uorodheshe namba utili zote. Ukishamaliza kuorodhesha namba utili zote, ndio uangalie kigezo chako cha pili ulichopewa. Utafute ni zipi zinakubaliana na kile kigezo cha pili ulichopewa. Kabla ya kuendelea mbali, ni kuombe pia subscribe kwenye channel yetu kwa ajili ya kupata video nyingi zaidi na kwa ajili ya kupata maarifa mbalimbali yanayoendana na hisabati na mambo mengine ya kitehama. Tunaendelea na mifano mingine. Kabla ya kuendelea na maswali mengine au mifano mingine, tufanye kwanza zoezi, tupime uelewa wetu. Kama utakuwa bado una changamoto, rudia kusikiliza video iliyopita ili kuendelea na sehemu inayofuata. Lakini pia ni kuombe subscribe katika channel yetu, lakini pia share kwa watu wengi zaidi
ili watu wengine pia waweze kupata maarifa haya. Na kitu cha mwisho ni kuombe kama una comment yoyote, mawazo, kuna mada ungependa tuifanyie kazi, una swali ungependa tulifanyie kazi, unaweza ukaandika kwenye comment. Mada yote inaenda na teknolojia bila kujali lugha ya Kiingereza ya Kiswahili, ina uwezo wa kufanywa kazi na tukapata video yake iliyokamilika. Asante sana.